Mheshimiwa, habari yako? Asante, salama, namshukuru Mungu. Karibuni sana. Okay, sisi tumekaribia. Naomba ujitambulishe kwa mtu ambaye hakufahamu, unaitwa nani na una cheo gani hapa katika chuo cha ardhi? Asante sana. Naitwa Victor Mzare, ni waziri wa mikopo wa serikali ya wanafunzi wa Ruso, na nichukue tu nafasi hii kuwashukuru kwa mwitikio wenu wa kutusapoti kwenye tukio hili la kukaribisha mwaka wa kwanza ambao tumekuwa na wiki ndefu kidogo. Kuanzia Jumatatu tumekuwa nasi siku ya ufunguzi, lakini jana, leo, kesho pia mtakuwepo, na Ijumaa siku kilele chenyewe tutakuwepo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa support yenu na tunafarijika sana kuona sasa watu kutoka nje wanakuwa miongoni mwetu sisi Aruso kwenye kulifikisha hili. Okay, mheshimiwa, hili tukio tutalizungumzia, lakini sasa hivi ngoja tuje kwako kwanza. Wewe mheshimiwa, unasoma mwaka ngapi? Mimi niko mwaka wa 3. Uko mwaka wa 3. Unasoma fakati gani? Mimi nasoma shahada ya kwanza ya miliki ardhi, fedha na uwekezaji, ambayo tunasema ni Bachelor of Science in Real Estate, Finance and Investment. Ukiwa kama kiongozi unakitumiaje platform ya chuo kutafuta connection na marafiki? Platform ya chuo unaitumiaje? Okay, kwanza niseme neno connection ni kwamba connection ya kwanza ni wale ulionao. Kwa sababu kesho na kesho kutwa unapotoka hapa chuoni, watu wa kwanza kuwakumbuka ni wale ambao umekutana nao. Kwa hiyo connection ya kwanza tunaitengeneza tukiwa hapa chuo. Na tunaitengeneza kwa namna gani? Kupitia hivi Aru Freshers. Hii kwanza Aru Freshers, haya matukio haya ndio tunatengeneza connection ya watu kufahamiana, kujifunza. Ninyi mmekuja hapa, kuna kitu tunajifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo ndio connection ya kwanza. Kwa hiyo natumia fursa hii ya kuwepo hapa chuo, connection ya kwanza watu ambao niko nao. Lakini pia kuna watu wengine nawapata wa nje ambao ni ninyi pia, ambao mmenikuta hapa chuoni, tayari ni connection. Kwa hiyo natumia platform hii ya kuwepo chuo kikuu ardhi kuwa connected na watu kunifahamu na mimi kuwafahamu, kuona namba zao za simu, ili kuna muda nitawahitaji kwa ajili ya kupush agenda yangu ya profession yangu ambayo naisomea. Okay, sasa kwenye hilo swala kusema kwamba kuna watu utawahitaji, unajuaje kwamba huyu mtu ni sahihi, kunaweza nikawa naye, ama huyu mtu mimi hanifai? Unawezaje kufahamu kwamba ni mtu sahihi au ni sio mtu sahihi? Asante sana. Mimi niseme kwamba tumepewa milango ya fahamu, lakini pia tumepewa kinywa ambacho kinatoa maneno, na mara zote maneno yanaenda kwa yule ambaye unafanana naye. Utamfahamu mtu kwamba ni sahihi au sio sahihi kutokana na stori zenu ambazo mnazipiga. Kama wewe ni mwanasiasa, mkianza mkikuta kwenye kijio cha story, mkapiga story za siasa zikaendana, tayari ni mtu sahihi kwako ambao ni mwanasiasa. Lakini ukuta ni mtu mfanyabiashara, mkapiga story za biashara zikaenda sawa, utamfahamu kwamba ni mtu sahihi kwenye biashara, mambo yanayoendana. Kwa hiyo utamfahamu mtu sahihi kutokana na vijio vya story au mazungumzo yenu ni mazungumzo ya aina gani. Kwa hiyo mtu sahihi unampata kuanzia kwenye mazungumzo. Kuanzia mazungumzo, baada ya mazungumzo kitafuata kitendo, kwamba tunaenda kufanya kitu fulani 1 2 3. Party au festival ambayo itakayofanyika siku ya Ijumaa, ukiwa kama kiongozi, una nini cha kuwaeleza wanafunzi wa mwaka wa kwanza? Waitumiaje hiyo sehemu? Okay, kwanza ni moja kati ya platform kubwa sana. Kwa kwanza kuwapata kaka, kumpata dada, kumjua nani mkubwa, kumjua nani mdogo, na kujua kwamba unakuja kwenye mazingira ya aina gani. Lakini pia ni washauri ya kwamba haya mashindano ambayo yako hapa yanaendelea, lakini hii wiki yote ilikuwa ni kuwaleta karibu, kuyafahamu mambo ya chuoni kwetu. Kwa hiyo Aru Freshers inakuonyesha kwamba umekuja kwenye mazingira mapya, na ni mazingira ambayo ni muhimu sana ukawajua watu kwa ajili ya masomo yako ambayo ni ya mwaka mzima, wakati unaendelea kujifunza na kuzoea mazingira. Hapo umezungumzia kupata kaka na kupata dada. Naona katika muonekano wako jinsi ulivaa koti pale pamoja na tai. Sasa kuna tendency ya mwanafunzi anaogopa kufuata kiongozi, namna ambavyo umeshine, anaona huyu mtu sio level zangu. Sasa naomba waambie wanafunzi kwamba hichi kitu sio cha kukiogopa. Asante. Mimi niseme tu kwamba sisi kama vijana, serikali imeweka nguvu kubwa sana kutusomesha kuanzia darasa la kwanza mpaka tunafika vyuo vikuu. Nia na malengo ni kututengenezea uwezo wa kujiamini, lakini pia na uwezo wa kufesi mambo. Sasa kuvaa suti, mionekano ya watu isikupe shida, kwa sababu kitendo cha kuwa sehemu yenye mazingira mtu amevaa suti, ina maana na wewe una uwezo wa kuvaa suti. Ni mtu with the same, yani mtu ambao mko sawa. Kwa hiyo mimi niseme tu ya kwamba akimwona mtu amevaa nguo za gharama nini, lakini yuko kwenye mazingira ambayo ameishi naye anaishi, watu ni mko sawa, ni the same. Kwamba kuna ule msemo ambao tunautumia kwa ubaya kwamba samaki mmoja akioza
wote wameoza. Sasa niseme tu mtu mmoja huko chuoni, kama yuko chuoni amevaa suti na wewe umevaa suti, kwa hiyo tuko sawa. Kwa hiyo wasiwe na hofu, wasiwe na wasiwasi. Na uzuri sisi kama viongozi wa serikali ya wanafunzi ya Aruso tupo kwa nia ya kuwaweka karibu wanafunzi pamoja na management. Kwa hiyo sisi hawatakiwi kutuogopa kabisa, kwamba sisi ni daraja la wao kuwazoea management. Sisi sio kuogopwa, umeona, ni kuwazoea walimu wetu nini na vitu vingine kama hivyo.